Alafu anatoa macho kana kwamba hajui ni kitu gani kinaendelea. Hebu tazama ulichonifanyia Bi Kachala. Angalia. Ni kitu gani sasa hiki? Tunaharibiana ngozi. Mimi nitaiambia nini jamii? Nitawaambia nimefanya nini? Hiki kwa nini nimekuwa hivi? Nitawaambia nini mimi? Mbona unanifanyia hivyo Bi Kachala? Kwa nini una huruma wewe mama? Yaani ningejua kama wewe una mambo ya kishetani kama haya nisingekubali kuingia chumvini. Ndio shaingia hivyo tena chumvini. Ina mikukuta ya kukukuta. Mchungaji, kiboko ya wachawi. Kumbe hiyo rangi inakera, nikajua mimi tu. Kumbe na wewe inakukera kweli kweli. Sasa hapo ndo pa kuonyesha uchungaji wako, ukiboko wako wa wachawi. Jiombee hiyo rangi itoke. Tuone kama wewe utaweza mwenyewe kujiombea ikatoka ukarudi kwenye hali yako ya kawaida, basi na mimi nitakuruhusu niombee. Alafu anaongea eti mtu anaongea kabisa kalirelax kabisa, yani anachukulia poa. Bi Kachala unachukulia poa? Unachukulia poa hii hali ulionifanyia mimi? Mimi jamii inanitegemea, nasaidia watu katika mambo mbalimbali ya kidini. Leo hii unakuja kunitia marangi ya namna hii ambayo yatanifanya watu waanze kuniogopa, wanione mimi kama shetani niliyopitiliza. Halafu unachukulia poa eti? Usichukulie poa Bi Kachala. Nataka hii rangi itoke. Mimi tena nikutoe wewe mchungaji kiboko ya wachawi hiyo rangi? Nitawezaje? Na kama ningekuwa naweza jamani, mimi ningekuja tena kukufuata hapa unisaidie. Mimi nilikuja hapa kwa nia ya kusaidiwa hii rangi itoke. Haya, wewe umeshindwa kuitoa hii rangi, ukaingiwa na tamaa mwenyewe, umekula matunda, umekula kondoo wa Bwana, kumbe kondoo wa Bwana naye kachafukwa nafsi, kakuambukiza udambwe. Haya, sasa hapa wote tuna matatizo. Unaniambia mimi tena nikutoe hilo tatizo? Nitawezaje? Mimi mwenyewe nakutegemea wewe unisaidie. No, hapana Bi Kachala. Umefanya makusudi kabisa. Najua umefanya makusudi. Na kama ungekuwa unajua kwamba mimi nikifanya hiki kitu, nikiingia chumvini, basi utaniambukiza huo udambwe, usingelikubali mimi niingie kwenye matatizo haya. Mimi ni mtu wa watu. Watu wananiamini kanisani. Halafu leo unakuja kunitia hali kama hii. Hivi nitaiweka wapi sura yangu? Eti Bi Kachala, nitaiweka wapi sura yangu mimi? Ndio hivyo tena ishatokea. Kala kondoo wa Bwana, lakini ila kondoo wa Bwana ndio hivyo tena. Angalau nimepata kampani. Maana nilikuwa peke yangu tu, angalau kumbe nikizichapa kumbe napata kampani kubwa. Yaani natamani sijui nikushikeje Bi Kachala alafu nikupige ngumi moja, lakini ndio hivyo tena, yashatokea. Yameshatokea haya. Please nakuomba sasa usije ukanitia hasira zaidi nikakufanya kitu kibaya hapa nyumbani kwangu. Chukua nguo zako, vaa nguo zako, ondoka. Toka kabisa kwenye nyumba yangu. Get out! Ba mtu jamani, ndio yamekuwa hayo. Mimi sio ba mtu wako. Hebu koma ulivyokoma wewe. Toka! Pepo wewe mkubwa. Hebu ondoka Bi Kachala, hebu nakuomba basi please. Please Bi Kachala nakuomba, vaa nguo zako uondoke, toka nyumbani kwangu Bi Kachala, usinikere. Usinikere Bi Kachala bana. Mimi sio pepo bwana. Alafu mimi unajua na kushangaa kiboko ya wachawi. Yaani kweli umekula mbungo vizuri, sasa hivi unaniita pepo jamani? Pepo gani hilo? Pepo gani umekula mbungo ya pepo kwa hiyo wewe? Bi Kachala, hebu nakuomba, nitakupiga vibaya. Nakuomba hebu toka nje. Uko kuna kuelekea sasa nitapigwa kweli. Sawa babangu. Mimi natoka. Naondoka babangu Sawa Yaani ni bora ameondoka kwa sababu ningempiga huyu nimuue. Na hasira, yani hasira nilizokuwa nazo hapa, natamani sijui ni mbebe afu ni mkatekate vipande huyu mama huyu. Ona sasa alichonifanyia. Ndio kitu gani hiki? Kaniambukiza malaana, hizi laana sijui ni laana hizi za babu yake, za bibi yake, za wazazi. Najuta. Yaani laiti kama ningejua kwamba nikiingia chumvini haya mambo yangenitokea, nisingelithubutu hata kumsogelea huyu mama. Sasa ndio kitu gani hiki? Sasa hapa nitashindwa hata kutoka nje. Nikitoka nje nitaiambia nini jamii? Ndio nini hiki sasa? Tabidi nijifungie tu humu ndani hadi nitakapopata suluhisho. Babu, ulikataa kuitwa babu. Babangu, sugar daddy. Kuanzia sasa hivi mimi nikutoe hofu na nikupe matumaini makubwa, kwa sababu hadi ilipofikia sasa mimi najua naanzia wapi na nitamalizia wapi. Of course hakuna madhara makubwa sana na tayari nishapata vipandikizi. Utarudi katika hali yako ya kawaida, na hiyo ngoma hiyo unaita kadudulu wako mkongojo utakuwa upo imara kabisa, vizuri kabisa kama mwanzo. Kwa hiyo
toa shaka, mimi nitakusaidia. Ni muda wako tu, kwa sababu tunatakiwa kuwa na wiki kama moja hivi ya kufanya upasuaji na kupandikiza. Sawa eh? Asante sana binti, nimefurahi sana. Hayo maneno yako yananitia moyo na kunifanya nirudi katika hali yangu sasa ya ugangamavu. Maana nina mawazo mengi kichwani. Najua yule mama kashaondoka pale nyumbani, hawezi kukaa siku nzima, sababu tulikubaliana ni usiku mmoja. Najua kashaondoka, lakini mie sijakata tamaa. Nikitoka hapa na mkogojo wangu uko imara, kende langu limerudi vizuri, nitarudi tena kwenye harakati zangu kama za mwanzo, kama kawaida. Na wale wote walionifanyia ukatili huu nitawaonyesha cha mtema kuni. Haujakoma tu. Kumradhi, uliniambia nipunguze ushauri kwenye vitu vyako, havinihusu. Ni hivi babangu, sawa? Whatever. Mimi jukumu langu ni kuhakikisha unakuwa sawa, unapona vizuri kabisa na unarudi katika hali yako ya utulivu kama mwanzo. Kwa hiyo nikutoe shaka, everything will be alright. Na tayari nishaanza processes za mwanzo kama ulivyoona. Nimeangalia, nimekupima, nimeona kabisa pressure yako haiko sawa, haiko juu wala haiko chini sana, iko kawaida. Kwa hiyo tunaanza kazi rasmi. Sawa babangu eh? Ni sawa, mie pia niko tayari. Unaweza kuendelea na kazi yako daktari. Maria, utakaa hapa hadi mtihani utakapokwisha. Sawa? Sawa. Usiruhusu Kitundu aje akae tena hapa, sawa? Na mimi nitakuwa nakaa nje hapa. Nikisikia upepo tu umeingia darasani, najua huyo ni Kitundu. Nitamfuata na kuja kumtoa baru. Na nikiona ananisumbua, anazidi kunisumbua, ndipo nitakapomuonyesha sasa ufundi wangu, utaalamu. Kwa nini mimi naitwa mwalimu wa michezo? Nitamuonyesha sasa michezo yangu. Lakini simeona nilivyomtoa baru darasa, simeona? Tumeona mwalimu. Tumeona vizuri kabisa. Safi. Kitundu kwangu mimi ashula sio ashula. Ashula tu kwako. Ashula mnato sio ashula mnato. Ashula mnato. Nauliza tena, Kitundu kwangu mimi ashula mnato sio ashula mnato. Ashula mnato kabisa wakwenda. Ashura mnato wa mwaka wa mbele kabisa. Na mimi niko imara naye. Haiwezekani, kwa sababu shule sio ya kwangu, ndio nina kiherehere. Hata mkinambia nina kiherehere sio mbaya, lakini siwezi kuona mkuu wangu wa shule anadharaulika na mtoto mdogo kama yule. Na siwezi kumwacha mtu ambaye anafanya ukatili kwa walimu wenzangu. Lazima na mimi nimuonyeshe ukatili. Hata urudi tena. Kwa kipigo kile nilichompa cha kichwa na ngumi, hawezi kurejea tena hapa darasani. Nani tena wewe? Sewe nani? Bimnole. Bimnole, ina maana mke wangu ndo unarudi usiku wa manane huu, ulikwenda wapi? Kashawaachia. Haya, ingia ndani utanielekeza leo ulikwenda wapi. Kumbe mume wangu usharejea nyumbani. Kwa hiyo Bimnole mke wangu, mie nikitoka tu hapa ndani, nikicholomola kamguu kangu nikaenda barabarani, naye kumbe huwa unatoka unakwenda huko kwenda kufanya umalaya. Saizi usiku wa manane huu ndo unarejea nyumbani mke wangu. Sasa mume wangu Bakari Kiboga, mimi ningewezaje kukaa hapa ndani nimerelax tu wakati mume wangu Bakari Kiboga, mtoto wangu Shemtoi wametekwa na wamepelekwa kusikojulikana? Haya, ningerelax nikae hapa tu na wasubiri mrudi. Mngerudi hivyo kirahisi. Na hiyo ndo natoka wapi? Nilienda huko kwa Zumbe kumdondokea, kulala usiku mmoja kwake, ili mradi tu muachiwe huru. Si mnaona sasa mko huru? Oya tate nane tote mami tapeta bela. Kwa hiyo umempelekea kitumbua mzee Zumbe? Asanteni sana kwa kuungana nami mwanzo mpaka mwisho wa video hii. Cha kufanya, hakikisha unabonyeza neno subscribe kwa wewe ambaye ni mgeni katika channel hii ya Mpemba Backup, ili uweze kupata video zetu kwa wakati zaidi.